Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Atif Kasim Hamis, ni afisa viwango kilimo na chakula kutoka taasisi ya viwango Zanzibar. Uchumi wa buluu ni sekta ambayo tunaiona kwa sasa inakuwa kwa hali ya juu kabisa, na ukiangalia Mheshimiwa Rais anajitahidi sana kuipa kipaumbele kutokana na fursa ambazo zinapatikana katika uchumi wa buluu. Kwa sasa hivi vijana wengi wameweza kujikwamua kutokana na uuzaji wa dagaa, lakini pia mwani, lakini bidhaa nyingi ambazo tunawaona zile watu wanajiajiri, kwa mfano kama kutembeza wazungu kwenye sehemu za fukwe kwenda kuangalia dolphin. Zile zote ni hakika ni ule ni uchumi wa buluu, kwa sababu pale haipatikani mtu bidhaa, lakini anapewa ile service. Ndio nikasema kwamba viwango sio viwango vya bidhaa tu, hata ile service pia inatakiwa iwe na viwango vyake. Kwa maana kwamba akija mgeni mmoja akipatiwa service hii, wageni wote watakuja wapatiwe service ile ile. Kwa hiyo kuna umuhimu gani uelewa kwa wazalishaji? Kuna changamoto ambayo wazalishaji wetu wengi wanazalisha bidhaa lakini havikizi viwango. Changamoto ambayo inapelekea kusababisha zile bidhaa zao zisiweze kupita masokoni, na tunaongelea masoko ya nje ya nchi. Kwa hiyo kwa kuona changamoto hii, tumeamua kwamba kutoa huu uelewa, na uelewa huu naomba ufahamike kwamba mzalishaji ama mjasiriamali anatakiwa aje achukue kiwango kabla ya kuzalisha bidhaa yake. Muda mwingine wazalishaji wanakuwa kuchukua kiwango baada ya kuzalisha bidhaa yake, jambo ambalo si sahihi. Unatakiwa uje uchukue kiwango kabla ya kuanza uzalishaji wa bidhaa yako, kwa lengo la kuhakikisha kwamba ile bidhaa yako utapoizalisha iweze kukidhi vile vigezo na masharti ambayo yamewekwa katika kiwango. Unaweza ukajiuliza kiwango ni nini? Kiwango ni nyaraka ambayo inaonyesha sifa na tabia ya bidhaa husika, kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba mtumiaji itamlinda kwa usalama, lakini pia na ubora wa bidhaa ile. Sasa unapokuwa unazalisha bidhaa ambazo ni salama na za ubora, hata we mzalishaji itakusaidia kuwa utaweza kupata lile soko na likawa ni biashara endelevu. Kwa hiyo wito wangu kwa wazalishaji, ZBS tunafanya bonanza tofauti kwa wazalishaji, hususan ni watu wa dagaa tumewatembelea wengi, lakini hata wazalishaji wa mwani tumewatembelea wengi. Kwa sasa ZBS tuna viwango zaidi ya 20 kwa sekta ya uchumi wa buluu, vikihusiana viwango vya samaki, lakini uzalishaji wa bidhaa hauhitaji ile final product tu, lakini hata kule kwenye uzalishaji. Kwa mfano kwa wale wazalishaji wa mwani, tunacho code of conduct ya mambo ya aquaculture. Hii maana yake nini? Inakufahamisha mzalishaji jinsi ya kuzalisha ule mwani tangu unaupanda mpaka kufika kuvuna katika mazingira ambayo yatalinda usalama lakini na ubora ule mwani. Kwa hiyo unapokuja kuwa unavipata hivi viwango na ukapata elimu na ukajua jinsi gani ya kuvitumia, itakusaidia wewe tangu unazalisha ule mwani wako mpaka kufika final product iko katika hali ya kukidhi bidhaa hizi. Kwa hiyo ZBS tumeandaa utamaduni ambao wakuwa tunapita tunatoa elimu sehemu tofauti, lakini tunahisi bado hatuwafikii watu wengi. Kwa kuona changamoto hiyo, ZBS sasa hivi tumeanzisha library, maktaba hii ambayo ni free. Unaweza kuja muda wote wa kazi kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Utapata access ya viwango vyote ambavyo sisi tunavyo katika taasisi yetu, na lakini pia ukiwa unahitaji msaada wowote, wataalamu watakuwepo ofisini watakusaidia. Hii ni fursa azimu ambayo taasisi imeona tuianzishe, kwa sababu unapata access ya viwango vyote kwa muda wote. Sasa inawezekana kiwango kinunua, labda ukasema mjasiriamali kiwango hicho kinunua ni ghali, japokuwa hatuuzi viwango ghali, lakini still bado mtu anaona hiyo pesa bado ni nyingi. Basi njoo uweze kujisomea na uweze kujua. Maoni yangu kwa wazalishaji wote, na waomba kuwa tutumie fursa hizi ambazo tumepewa, lakini pia tujitahidi kujua hivi viwango vya bidhaa kabla ya kuanza kuzalisha bidhaa zetu. Sawa, na kwa kugusia labda kidogo kwa upande wa hiyo elimu ya viwango kwa uchumi wa blue. Uchumi wa blue kuna sekta nyingi sana. Kuna watu wa mwani, kuna watu wa madagaa, kuna watu wa samaki wenye
Ndiyo. Labda tuchukulie mfano watu wa dagaa. Ndiyo. Wanatakiwa kupata viwango baada ya dagaa kukauka au kabla? Nyinyi mnaenda mnatoa kiwango katika eneo, ufanyaji kazi wao, labda mazingira, ama vipi? Swali zuri sana. Kama nilivyoeleza mwanzo, viwango viko viwango vya bidhaa, lakini viko viwango vya uzalishaji. Kwa mfano kama watu wa sekta ya dagaa uliosemea, kipo kiwango ambacho kinaonesha tangu wale samaki unapowavua kule baharini, unapowavua uwahifadhi katika mazingira gani. Kuna mtu anaweza akawavua wale samaki vizuri tu, lakini akahifadhi sehemu ambayo ikapelekea mpaka kwenda kuwachemsha wale dagaa washaharibika. Kwa hiyo wanatakiwa waje wachukue hivi viwango na wasomesha ule value chain yote kuanzia tangu kule uzalishaji mpaka mtumiaji wa mwisho.